siri 10 za wanawake ambazo wanaume hawazifahamu. Kitu ambacho wanaume wengi hawafahamu kuhusu wanawake ni kwamba wanawake huwa wana notice kila kitu kinachoendelea kwenye nyumba, kwenye mahusiano, unapokuwa naye, unapokuwa sehemu na kuona, lakini huwa anaweza asizungumze au kusema kitu alichokinotice. Hii wanaume wengi hawajui. Anaweza akaona labda mwanamke akuona au mwanamke labda akutambua, anakuchora tu. Yes. Kitu cha pili, kwa wanawake confidence ya mwanamume ni mvuto mkubwa sana kwa mwanamke. The appearance, the machismo, the charisma, the looks, the appearance na your confidence ni kitu ambacho kinamvutia sana mwanamke. So mwanamume unapokwenda kumapproach mwanamke, vaa vizuri, useme naenda na pensi bwana, mbona Roy anavaga pensi Channel 10? Mimi naitwa Roy, wewe so mimi naweza nikaenda na pensi nikaeleweka. Wewe yule mzee wa 40 ulikuwa unasemaje? Lakini wewe hujulikani hata unaishi kwenye shimo lipi. Sasa anaamua kujiamini na chochote. Bwana sikiliza. Confidence, mvuto na appearance yako ni kitu muhimu sana kwa mwanamke. Useme naenda na pensi kwa sababu hata Mike Zuckerberg wa Facebook au Elon Musk huwa naye mbona anavaga pensi. Wewe sio Elon Musk. Wala wewe sio Roy. Cha tatu, unaweza ukamkosea mwanamke, baadhi ya wanawake hata kwa kumsaliti akakusamehe. Lakini mwanamke anaweza hata akikusamehe asisahau maneno ambayo uliyomtamkia. Labda wewe mjinga tu kama mama yako au baba yako cha pombe tu. Wewe unafikiri ni mtu mwenye kumbukumbu kubwa sana. Yes, yani awasamehe. Yale maneno yako kuna jinsi alimfanya ajisikie vibaya. Hawezi kuyasahau. Anaweza akasamehe. But women don't forget how your words made them feel. Chengine, mwanamume kutabirika au kusomeka, yani kuwa contradictory na conflicting, inamwattract sana mwanamke. Asitabiri kwamba sasa hivi uko nyumbani na uko chooni unajisaidia haja kubwa, muda huu unakula pale supu ya utumbo kwenye ile hoteli ya pale uchochoroni kwenye mikeka pale. Yani mwanamke anafaa uwe ni very contradictory, utabiriki, usomeki. Kwake inakuwa very attractive, anavutiwa sana. Chengine, cha tano, upenda sana kujaribu misimamo, subira na mpaka ya mwanamume. Hata useme hii kuna jinsi mwanamke atakavyotest subira yako, msimamo wako na mipaka yako, ili kupima ukakamavu wako wa kihisia, na kama unajitosheleza yeye kuhesabika kuwa girlfriend au mkeo. Chengine, wanapenda sana attention wanawake wote, lakini hawawezi kumwambia mwanamume nahitaji attention. They can't say it. Mfano siwezi kufafanua. Kwani wewe unaweza kumwambia boyfriend wako nataka attention yako, but you need it. Unahitaji akupe attention, but you can't say it. Naturally women don't say kwamba I'm doing this to get your attention. Au sijaeleweka jamani? Lulu huwezi kudemand attention from a man directly kwamba my boyfriend I need your attention. You can't. But through vitu unavyofanya clearly shows kwamba you want the attention of that man, but you can't tell him, kwa sababu itaonyesha kama vile umeshuka, yani low key mwanamke, low hanging fruit, yani ni embe ambalo linagusa mchanga. Hata alitumii jasho kulichuma. Bado sikieleka. Endelea. Vitendo vya mwanamume unavyomfanyia mwanamke vile vizuri ni muhimu kuliko maneno yako matupu. Wanawake wana value sana action, not empty words. Nitakupeleka Paris, afu anakukuta umekaa soko la Mahakama ya Ndizi pale, unapakua magunia ya viazi. Sasa Paris. Hiyo inakuwa ni ahadi za uongo au sio uhalisia? Women value actions, not empty words. Chengine, huwa wana photocopy image. Yani ukinuna wana photocopy image ya mwanamume. Yani ukinuna na mwanamke naye anaweza akanuna, yani anakukopi, anakuchezesha. Yani anajifanya wewe ni yeye. Hivyo mpaka utia akili. Huwa wanawashukuru wanaume hata kwa bidii na jitihada wanazozionyesha, sio tu zawadi wanazowapa. Yani mwanamke sio athamini tu ile zawadi unaompa, hata ile bidii unaonyesha katika kustruggle mpaka unapata vile vitu, pia ana appreciate mwanamke mwenye akili zake. Cha mwisho cha 10, next week nitapiga 15 na malizia point ya 10. Usalama wa hisia za mwanamke ni very important. My friend, usifanye vitu vinavyocheza na feelings za mwanamke, utakuwa adui yake mkubwa. Emotions za mwanamke ni kila kitu kwake. I'm done kwenye hiyo segment. Wanaume nadhani mmenielewa. Chengine next week nitapiga hizo 15 ambazo ni za moto kuliko za leo. Hivi Mr. Roy, huyu mtoto kiume anatakiwa akiwa katika umri gani hasa
aanze kumsoma huyu mwanamke ili apate kumjua zaidi. Yaani kwa vitu vivyoongelea vitu ni vingi sana kumsoma mtu ummalize. Labda at least aanze katika hawezi kuanza tu, unahitaji watu ambao wamebobea kwenye hizi area. Pia wakusaidie. Wewe tu huwezi kusoma. Sasa utamsomaje mtu ambaye kwenye Biblia na Qur'an unaambiwa kwamba mwanamume alikuwa amelala ndipo Mungu akachukua ubavu wake akaenda kumtengeneza mwanamke. Wewe mtu ameumbwa wewe umelala. Wewe unajua aliumbwaje? Mwanamke unaweza ukamsoma usimmalize my friend. Ukumbuke wote hizi siri zote zimsaidie. Yes, hii ni njia tu ya kukuguide. Na hii pia mimi naitoa baada ya kufanya deep research. Next week nitapiga 15 zilizobaki. I hope itaansa maswali mengi ya watu. Namba 9, Cindy Muroso wa Moshi. Jaji, vitu gani ambavyo sitakiwi kumfanyia boyfriend wangu? Good. Cindy, umekuja vizuri. Vitu gani ambavyo utakiwi kumfanyia boyfriend wako? Cha kwanza, kama usimkosee heshima. Mheshimu. Usiwe tu available. Yaani akikupigia tu simu tayari ushapanda bodaboda umefika. Muda fulani mwambie baby leo mimi niko busy bwana siwezi kuja huko. Hata kama yuko busy. Yes, pretend. Alright. Usiwe tu available. Usikubali kubeba ujauzito wake. Yes, sio mume wako bwana. Usikubali kuishi naye kabla hajakuoa. Paka akuoe ndio uhamie kwake. So unabeba tu manguo yako unahamia kwake wakati ni boyfriend. Usijione kwake kwamba we ni mke wake. Hata awe anakuita mke wangu, we sio mke wake. In reality we ni girlfriend. Daima kumbuka kwamba we ni girlfriend kwake. Hivyo usiwafungie vioo wanaume ambao wanaonyesha nia ya kutaka kukuoa. Yeye anaweza akakupiga chini one day. Kasim Mpuyo wa Sengerema. Jaji, hivi nikimkosea mwanamke alafu nikamuomba msamaha na akanisamee kisha nusu saa baadaye akarudi akiwa amechukia na kuniambia kwamba hakunisamee ama ameshindwa kunisamee baada ya kujitafakari, huwa inamaanisha nini? Huwa inamaanisha kwamba serikali ya akili yake, yani bodi ya wakurugenzi kwenye ubongo wake wamemwambia ulichokifanya ni makosa, rudi pale pale mwanzoni kwamba hujamsamee, bifu liendelee. Yani ni hivi, huyo mwanamke ambaye umemuomba msamaha mwanzoni akakusamee tena amerudi na hasira zile zile, ni mwanamke wako wewe ana akili za kushikiwa. Kwa hiyo ameenda kwa bodi ya wakurugenzi ya washauri kule. Wamemwambia umekosea sana kumsamea wewe. Bodi ya wakurugenzi. Yeah, rudisha hasira zako zile za mwanzoni. Mwambie kwamba kumsamea, bifu linaendelea. Na mimi ukiniambia hivyo kuanzia muda huo uhusiano unakufa. Sasa naona ujitosheleze na akili za kushikiwa. Amina Saidi wa Kilindi Tanga. Jaji, ni kitu gani ambacho mimi binti nafaa kuepuka sana? Uhusiana kimwili na wanaume wengi, Amina, inakuharibia. Ili tu mradi ukapata hela ya wigi au hongwe gari. Kamwe Amina. Kitu nimesema vingi kwenye vipindi vya nyuma. Wewe nitakachokuambia, acha kulalalala ovyo na wanaume wadogo, wakubwa, wazee, vijana. Epuka hilo. Jitunze. Huo mwili kuna mtu ambaye Mungu amemwandikia aje aununue kwa ndoa, mahari na harusi.